Bwana Yesu asifiwe. Kuna jambo moja leo nataka tuzungumzie, jambo linaloitwa zana. Zana ni kama kifaa, zana ni kama silaha. Zana hutumika na mtu, hutumika na vitu, hutumika na vifaa mbalimbali. Yaani kifaa hicho kinachoitwa zana hutumika tena na kifaa kingine. Ila leo nataka tuzungumzie zana kiroho, sio kimwili zaidi, ni kiroho zaidi. Zana hutengenezwa au huundwa na madhabahu. Nategemea madhabahu hiyo ni madhabahu ya giza au ya nuru, na inatengeneza au inaunda kwa kusudi fulani. Ni lazima madhabahu iwe na zana kwa sababu zana ndiyo inayofanya mafanikio katika madhabahu hiyo. Zana ndiyo inayoleta mafanikio katika waumini wa madhabahu hiyo. Kwa maana hiyo basi ni kwamba madhabahu hutengeneza zana ili kujipatia mafanikio kupitia zana hiyo. Hutengeneza au huunda zana ili kuwapatia waumini wake mafanikio kupitia zana hiyo. Maana yake ni kwamba zana ni kama kusudi au ni kama muundo ambao unatumika na madhabahu kuleta matokeo ya kile ambacho madhabahu hiyo kinahitaji. Kwa mfano, zana ya madhabahu ya Kristo ni damu yake aliyomwaga msalabani. Ile ndiyo zana ambayo inatumika, damu yake ndiyo zana ambayo inatumika kuleta mafanikio katika madhabahu ya Kristo, ambapo au kuleta mafanikio katika madhabahu au kuleta mafanikio katika waumini wale ambao wapo katika madhabahu ile ya Kristo. Ile damu yake ndiyo zana, ndiyo upanga. Hivyo basi kuna madhabahu, kama madhabahu ni ya giza, basi yamaanisha kwamba dhana yake, tuseme kuna madhabahu ambayo sio